Shalom shalom, wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wetu wa ukurasa wetu wa Kona za Kweli. Naitwa dada Glory Baraka Bono. Awali ya yote, acha nikujuze ukurasa wa kweli ni kitu gani hasa. Jukwaa lenye mlengo ya kutayarisha maarifa ya kiungu katika nyanja mbalimbali kama vile mahubiri, mafundisho na midahalo mbalimbali ya kiimani ya kujenga mwili wa Kristo. Karibu ungane nasi jioni ya leo katika mdahalo wetu. Je, rufaa zimeruhusiwa? Ni kipindi hiki nina mgeni wangu, mwalimu wangu, baba yangu, Bishop, baba yangu, mwalimu wangu ambaye tutaungana naye kudadavua mada hii. Karibu. Asante sana. Je, rufaa zimeruhusiwa kibiblia? Ndio, zimeruhusiwa rufaa kila muda na kila wakati. Mtu anayo fursa ya kukata rufaa. Kivipi? Nikwambia kitu kimoja kwenye kitabu cha Yohana 5. Tusome Yohana sura ya 5. Kuna mtu mmoja hapo kwenye birika la Bethsaida alikaa miaka 38. Na Bwana Yesu akamtokea, ilikuwa siku ya Sabato. Lakini ilikuwa ili apate uponyaji. Alisubiri malaika akitibua kisima amuingize mtu ndani. Lakini Yesu alitokea pale akamhudumia kwa kukaa siku nyingi sana. Kitu kimoja cha kwanza, alijaribu kushughulika na mtazamo wa yule mtu. Yule mtu alisema hakuna mtu wa kuniingiza kisimani. Kwa hiyo Yesu alishughulika na mtazamo wake. Ageuze mtazamo wake ili aweze kukata rufaa ya kuondoka kwenye ugonjwa kupoza kwa miaka 38. Ndipo Yesu alikang'ana akamuulizia, unataka kuwa mzima? Ukisoma mstari wa 6, funga Biblia yako angalia mstari wa 6, unataka kuwa mzima? Bado yule kijana aliendelea kung'ang'ana, sina mtu wa kunitia birikani malaika anapotibua maji. Yesu alimwambia unataka kuwa mzima. Kwa hiyo kwa mtu mwenye mtazamo, kwenye yale mambo matano ambayo yanaweza kumsababisha mtu akata rufaa. Kwanza, mtazamo wa mtu, utulivu wa mtu, utulivu wa nafsi wa mtu na ufahamu wa mtu. Kwa hiyo Yesu ashughulika na mtazamo wa yule mtu. Alipokubali